Karibu tena katika somo la leo katika mwendelezo wa masomo yetu yanayorushwa katika channel hii ya Bamjos TV. Kama wewe ni mgeni, nikuombe uweze kusubscribe kwa ajili ya kujiunga na channel hii, lakini pia waalike ndugu jamaa na marafiki ambao wanajihusisha na shughuli ya ufugaji wa kuku waweze kupata maarifa bure kabisa kupitia channel hii. Katika channel hii tunatoa mafunzo mbalimbali ya namna ya kufanya ufugaji wa kisasa kwa mbinu za asili, kutibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili ama mbinu za kiasilia. Kwa ujumla tunafanya organic farming katika kipengele cha ufugaji wa kuku and poultry farming. Tunafanya organic farming kwa kuepuka matumizi ya kemikali pamoja na inorganic antibiotic. Badala yake tunatumia organic antibiotic ambazo zinapatikana katika mazingira yetu. Na katika somo la leo tutakuelekeza jinsi ya kudhibiti, kutibu na kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa kuhara damu ama coccidiosis. Hapo awali tumeshawahi kufundisha somo hili katika channel hii, lakini leo tumefanya maboresho ya namna ya kutibu kwa kutumia dawa za asili pamoja na mbinu zingine. Ugonjwa wa coccidiosis au kuhara damu unasababishwa na protozoa parasite wa Eimelia, kwa mfano E. tinea pamoja na E. necatrix, yani Eimelia tinea au Eimelia necatrix pamoja na species wengine wa parasite hawa wa protozoa hususan Eimelia. Katika parasite huyu anashambulia kuku katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, hususan utumbo mwembamba, the gut lining, na kusababisha mpasuko. Ndiyo maana kuku anakuwa anajisaidia kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu ama kinakuwa na rangi ya ugoro. Katika stage ambayo stage ya ukuaji wa protozoa hawa, stage ambayo inashambulia sana ni ile stage ya oocyst. Oocyst hawa wanapokuwa ingested au wanapokuwa wameingia katika mwili wa kuku kupitia mazingira machafu kama vile unyevunyevu kwenye chakula, kama vile maji machafu ama uchafu katika vyombo vya chakula pamoja na maji, ndipo parasite hawa wa protozoa wanapozaliana kwa wingi, na hivyo kuku anapokuwa akidonoa chakula ambacho kina maambukizi ya protozoa hawa anapata ugonjwa huu. Na dalili kuu ni kuhara damu pamoja au mharo wa rangi ya ugoro. Katika dawa ambazo zinaweza kuzuia tatizo hili, unapaswa kuanzishia vifaranga wako tiba ambayo ina mchanganyiko wa dawa mbili, moja dawa ama majani ya mpapai pamoja na majani ya mwarovera. Lakini kama kuku wameugua na umeshaona dalili, unatakiwa kuongeza tiba ya tatu ambayo ni majani ya mwarobaini. Katika kuboresha zaidi, unapopata aina hizi tatu za dawa, unatakiwa pia kutafuta kitunguu swaumu, unakitwanga. Namna ya maandalizi ya dawa hii, fanya kama ifuatavyo: moja, kwa ajili ya kukinga. Unapokuwa ukiwakinga vifaranga wako dhidi ya ugonjwa huu wa coccidiosis, unatakiwa kuponda majani ya mpapai na kuyaloweka, na kisha unakatakata majani ya aloe vera unaloweka jioni, na asubuhi unakuwa unawapa wanakunywa kwa siku 3 kwa wiki kwa ajili ya kukinga. Na kwa ajili ya kutibu, unatakiwa sasa, kama umeshaona dalili, chukua majani ya papai uyatwange, lakini pia uyaloweke. Chukua majani makubwa 3 kwa lita 5 za maji, lakini pia ongeza majani 2 ya aloe vera, kitunguu saumu vipande 2 vikubwa, utwange na uchanganye humo, lakini pia majani wastani wa viganja 3 vya mwarobaini yachemshe, kisha uchanganye kwenye dawa hiyo na uwape. Unaweza ukawapa kwa muda wa siku 5 mpaka siku 7 mfululizo,
huku ukiangalia maendeleo. Lakini pia kama wamezidiwa sana, unaweza ukatafuta pia dawa inayoitwa Amprolium na vitamini ukachanganya kwenye mchanganyiko wa dawa hiyo na kuwapa, watakaa sawa na utakuwa umewaokoa dhidi ya ugonjwa huu. Usipodhibiti ugonjwa huu unasababisha vifaranga kufa kwa wingi, kuku wanaotaga kusimama kutaga, lakini pia kusababisha hasara kwa kuku wako, kwa sababu kama kuku wanataga watasimama, vifaranga watakufa na watasimama pia kukua, inasababisha kudumaa. Lakini pia zingatia usafi bandani, maji yawe masafi, chakula kisafi, banda liwe kavu, epuka mrundikano wa uchafu pamoja na unyevunyevu usio wa lazima ndani ya banda lako. Utakuwa umewaokoa kuku wako dhidi ya ugonjwa huu.